Asifiwe. Asifiwe Yesu kanisa. Asubuhi njema. Mungu ametuwezesha. Tumefika wakati na masaa kwa ajili ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni ipate ya wamama. Wamama muko? Vijana wako? Na waseche? Najua ya kwamba katika nyumba imekamilika. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika nyumba tuko na mama, tuko na mzee na mtoto. Bwana asifiwe. Kwa hivyo najua ya kwamba siku ya leo utatoka hapa na baraka yako. Bwana asifiwe. Mimi ninaposimama hapa ninaweza kusema ya kwamba ninaposikia ya kwamba ni ipata ya wamama, mimi nikiwa mama najuanga ya kwamba mama kumbe ni kitu ya maana. Bwana Yesu asifiwe. Maana Kristo akashuka katika tumbo la mama akatulia mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu wewe upate hiyo ukombozi. Kama kungekuwa na mama sijui kungekuwa aje. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiwa mama jua wewe ni mtu wa maana. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba andiko likasema mama si mtu wa uoga. Bwana asifiwe. Wakati wasae wako kwa nyumba wanalala wameshikwa na uoga wanatetemeka ya kwamba masaa alfajiri mama ameondoka na mafuta yake. Bwana asifiwe. Mama anaelekea huko kaburini kwenda kupaka Kristo. Bwana asifiwe. Mama kuingiza uoga. So ukiwa mama usiwe na uoga. Bwana asifiwe. Wewe ndio utaleta habari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo makofi kwa wamama na shangwe kwa Bwana Yesu Kristo. Ninapomkaribisha mkufunzi wa siku ya leo ili aweze kunena nasi yale Mungu ameandaa siku ya leo. Karibu mama director, mtumishi wa Mungu. Makofi kwake. Tuamini na tuombe. Baba Yesu mfalme uishie milele, tunakuinua asubuhi ya leo tukisema wewe ni Mungu. Umekuwa mwaminifu kwetu, tunasema ni asante. Umetufanya tuko jinsi tulivyo, tunasema wewe ni Mungu. Maana imekarimu mkono wako wa ushindi Jehova. Mkufunzi amesimama mbele zetu mfalme. Mungu wangu naomba ukamfunike, wewe ni Mungu. Mtumikie kama chombo, tuseme ni asante. Waachilia sauti yako mfalme wa falme. Sauti ya ushindi ya urekesho, wewe ni Mungu. Sauti ya ukombozi maana unaweza. Sauti ya baraka na hata ya ushindi. Maana wewe ni Mungu. Nena Mungu wa Israeli. Tuko tayari kusikia sauti yako. Ni kwa Yesu Kristo tumeomba. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo amekuwa mwema. Amekuwa mwaminifu. Amekuwa upande wangu. Licha ya mambo yote amekuwa mpendwa. Niko jinsi nilivyo kwa sababu ya neema na hata rehema zake. Maana kuna wakati namuita na ananiitikia. Bwana asifiwe. Na yeye yule tu ndiye amesababisha mimi na wewe kuwa hapa ili tukaweze kujifunza na hata kumzungumzia. Anasema palipo wawili watatu kwa ajili yake yeye yupo. Bwana asifiwe. Hiyo asubuhi ya leo nampenda Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu na ninajua ya kwamba ako miongoni mwetu kunena nasi, kutukosoa, kuturekebisha, kutuonya na hata kutuelekeza. Kwa hivyo ni sisi utayari wetu utatufanya tupokee kile kitu ambacho Mungu ako nacho kwa sababu yetu. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba yeye ni Mungu, anatulinda hata katika madhaifu yetu. Kwa hivyo haijalishi madhaifu yetu, ako tayari kufanya kazi ndani mwetu ili aweze kujidhihirisha. Yeye kazi yake anayofanya hafanyi kwa sababu ya mtu, anafanya kwa sababu yeye mwenyewe ajitukuze. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila jambo Mungu anatenda ndani ya maisha yako, anatenda kwa sababu anataka kujitukuza ndani mwako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo si kwa uwezo wa kila mwanadamu, si kwa nguvu zetu, si kwa maarifa yetu. Mambo yote tunayoyatenda si ati tunayatenda kwa sababu tunaweza. Ni Mungu ndani mwetu ili aweze kujitukuza ndani mwetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunampenda, yeye ni mwaminifu. Asubuhi ya leo napendezwa na neno letu la asubuhi. Wenye hawakuingia asubuhi na mapema, Mungu awasaidie kwa sababu wamekosa kitu kizuri sana.
Neno letu la asubuhi limekuwa ni kukaa katika ushirika, kukaa pamoja. Na vitu viwili haviwezi kaa pamoja kama havipatani. Huwezi weka maji na mafuta, haiwezi ikashikana. Bwana asifiwe. Ukiona vitu vishikane ama vitu vikae pamoja, chochote kiwe mnyama, mwanadamu, chochote, kiumbe chote Mungu alichokiumba, kila kitu kinaenda vile kiliumbwa na upatanisho. Bwana asifiwe. Na ndiposa tukae katika ushirika. Kuna mkuu wa ushirika ambaye ni Kristo Yesu. Yeye ndiye aliyeanzisha ushirika. Licha ya yeye kuwa Mungu, alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mbona si angefanya tu kazi peke yake? Bwana asifiwe. Alikuwa Mungu, si angefanya tu? Mbona alifanya na tumfanye? Yaani kumaanisha hata yeye hakuwa peke yake, alikuwa Mungu, alikuwa na ushirika. Bwana asifiwe. Kristo alipokuja kuanza kazi duniani, alikuwa Mungu ndio, hakufanya peke yake, aka-appoint. Mbona alichukua wanafunzi? Si angetembea tu peke yake akifanya kazi? Kwa sababu yeye ni Mungu, alijua lazima kuwe na ushirika. Bwana asifiwe. Ndipo mwanadamu lazima tuwe na ushirika. Na ushirika inategemea na upendo ambao pasta wetu ametuhubiria asubuhi ya leo, ya kwamba ushirika mzuri ni ule uko na upendo ndani mwake. Na upendo ndio hutengeneza ushirika. Nikikupenda, nikupende, tushashirikiana. Bwana asifiwe. Ushirika maana yake ni vitu viwili ama zaidi vinavyoenenda pamoja, vinavyoshiriki, they share kila kitu, na zinakuwa pamoja. Si viwili tena, vinabaki kuwa vimoja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata neno langu asubuhi ya leo, nashukuru Mungu kwa sababu hata neno langu lilikuwa kuhusu ushirika. Nilikuwa nimesoma neno nikaona ni vizuri tuongeleshane hata sisi kuhusu ushirika. Neno letu linatoka katika kitabu cha Waefeso 2. Waefeso 2 mstari wa 19, tuanzie 19. Kwa neema nitasoma. Hivyo basi, nyinyi sasa si wageni tena wala wapitaji, bali mmekuwa wenyeji pamoja na watakatifu, na pia jamaa wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya misingi wa mitume na manabii, naye Kristo mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Ndani yake jengo lote limeshikamanishwa pamoja na kusimamishwa ili kuwa hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye nyinyi nanyi mmejengwa pamoja ili mpate kuwa makao ambayo Mungu anaishi ndani yake kwa njia ya Roho wake. Bwana asifiwe. Neno limesema ya kwamba wanadamu ambao walikubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao ni kama Asem Kebera, ya kwamba sisi tumeunganishwa pamoja. Sisi si wageni tena, bali tumefanyika wana katika jamaa ya Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hatuko wawili tena, bali sisi wote tuko wamoja kupitia kwa njia ya imani. Mesema ya kwamba nyinyi sasa si wageni tena wala wapitaji.
Mgeni ni yule mtu ambaye amekuja mahali maybe kwa siku ya kwanza na hajazoelea pale, na ni mtu wa kukuja tu na kutoka. Mgeni mara mingi hakai. Ukiona mgeni akae, lazima sasa abadilike awe mwenyeji. Bwana asifiwe. Lakini ukizidi kuwa mgeni, jua ya kwamba wakati wako utafika, utaondoka. Maana mgeni hakai mahali. Bwana asifiwe. Basi neno nimesema ya kwamba sisi si wageni tena, bali tumekuwa wenyeji pamoja na watakatifu na pia jamaa wa nyumbani mwake Mungu. Tumekuwa wenyeji pamoja na watakatifu. Tulikuwa wageni kama bado hatujaitwa, maana tulikuwa tunatangatanga katika njia zetu. Tulikuwa nje ya nyumba na nje ya jamaa ya Mungu. Lakini wakati wa Mungu ulipofika kutuita mimi na wewe, basi alituita na akatutoa katika jina la ugeni na akatuweka katika hali ya kufanyika watu wa jamaa ya nyumba ya watakatifu. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye mwenyewe ni mtakatifu, anapotuita anatuita katika utakatifu. Kwa hivyo Kristo alituita kwa utakatifu na akatufanya wenyeji katika jamaa na nyumba yao watakatifu. Kwa hivyo sisi si wageni tena, bali tu wenyeji katika nyumba. Bwana asifiwe. Kuna notes nimeandika, natafuta mahali nimeziandika, zimepotea. Neno nasema kwamba you are members of God's very own family, citizens of God's own country, and you belong in God's household with every other Christian. Yani, you are a member kwa familia ya Mungu. Wewe ni mzalendo wa nchi ya Mungu. Bwana asifiwe. Wewe ni member katika family, na wewe ni mzalendo katika taifa, katika nchi ya Mungu. Alafu wewe una belong. Wewe ni household, ni chombo. Haijalishi ni sufuria, ujui ni sufuria, ni bakuli. Wewe ni chombo ndani ya vyombo vilivyomo katika nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Tumepata mambo matatu. Ya kwamba wewe ni member wa familia. Wewe ni mzalendo wa nchi. Nchi ya Mungu ni nchi gani? Sisi wote tunatazamia katika ufalme, si ndio? Kwa hivyo sisi ni wazalendo wa nchi ya Mungu. Si nchi yenye iko hapa, ni nchi ile. Kwa hivyo wewe ni member na ni mzalendo wa nchi. Na katika hiyo uzalendo na kuwa member, wewe bado ni chombo katika nyumba na katika hekalu ya Bwana kama Mkristo. Bwana sifiwe. Na wengine, si mmoja, tuko katika ushirika. Tumenenewa leo katika fellowship, ushirika. Sasa katika ushirika, licha ya sisi kuwa washirika, wewe pekee na mimi pekee, nataka nijue ya kwamba licha ya ushirika sisi watu wote, mimi ni member, mimi ni citizen, na mimi ni chombo mbele ya nani? Ya Mungu. Bwana asifiwe. God's family is the church of the living God, the pillar, the foundation of the truth. Familia ya Mungu vile tulivyo, sababu ulikuwa member, tumewekwa pamoja. Tumekuwa sisi sasa wote ni wazalendo. Sisi wote ni citizen. Tunatazamia nchi juu, nchi nzuri ya mbinguni, tukiwa vyombo katika hema hili. Basi neno nasema ya kwamba familia ni kanisa Mungu anayeishi. Asifiwe. Tumefanyika kuwa kanisa
la Mungu anayeishi. Na yeye mwenyewe Mungu ambaye ni Kristo, yeye ni jiwe na yeye ni msingi wa kweli. Bwana asifiwe. Naomba Mungu anisaidie tupatane ya kwamba sisi tumefanyika, na katika hii familia tumefanyika church, temple. Sasa vile tumefanyika kanisa, si ndio? Na hili kanisa limejengwa kwa msingi wa Kristo, na Kristo mwenyewe akiwa msingi mkuu, yeye ndiye mwenye haki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nakutoa huko kuambia kwamba ujue ya kwamba ukiwa hapa, simama, kwa sababu uko kwa msingi ambao haujatingizika, msingi wa haki ambao ni Kristo mwenyewe. Bwana asifiwe. Ya kwamba you are called to belong, not just to believe. Haujaitwa tu kuwa, umeitwa kuamini. Unaamini nini? Unaamini haki ya Kristo ambaye ni msingi ndani ya kanisa hili, wewe ukiwa chombo katika ufalme wa mbinguni ambao ndio sisi wote tunatazamia. Bwana asifiwe. Even in the perfect sinners environment of Eden, God said it is not good for a man to be alone. Yani ushirika. Ndio niliwaambia ya kwanza, Mungu hakutaka mtu awe peke yake, mnyama awe peke yake, wadudu wawe peke yao. Alitaka ushirika, akijua ya kwamba ushirika unaposhikana unakuwa kanisa, na kanisa likiwa yeye mwenyewe ni mjenzi na yeye mwenyewe ni mwenye haki, na hapo ndipo baraka zake zitamwagika, jinsi tumeambiwa asubuhi, na kwamba tukiwa pamoja, tukikaa pamoja, tukishirikiana, basi baraka za Mungu ziko mahali kama hapo, na moyo wa Mungu utalala mahali hapo, mahali kuna haki, mahali kuna na kitu kinachofanana na Kristo. We are created for community. Bwana asifiwe. Community ni nini? We were created for community. Community, mimi kwa mambo yenye naweza ona, community ni kama group of people who live together, si ndio? Alafu they share in everything. They share in the race, the religion, jobs. Yani wanashare kitu, wanajifanya wanakuwa community. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu Kristo wetu alituita kwa misingi yake ya haki, ya kwamba tuwe community. Kwa hivyo we were called for a community. Kuna neno nilisoma katika Wagalatia, na nikalisoma tena kwa barua za Paulo, ambapo alikuwa anauliza, nyinyi Wagalatia wajinga wasio na akili, ni nani aliyewaroga? Ya kwamba huyu anasema mimi ni wa Apolo, huyu anasema mimi ni wa Paulo, huyu anasema, yani divisions zilikuja zikakuwa katika wateule wa Mungu, na Paulo alikuwa akiwaongoza, akiwaelekeza, na akagundua ya kwamba hao watu hawaendi pamoja tena jinsi vile nilivyokuwa nimewapa neno langu. Wamefanyika sasa, wamekuwa divided. Sasa anawakemea, anawaambia, nyinyi uovu unatoka wapi ndani mwenu kama sio kwa tamaa zenu tu nyinyi wenyewe? Kwa sababu Mungu aliwaumba kwa kuwa na fellowship. Unahitaji Kefa, anahitaji Joan anahitaji Jackson anahitaji Mama Kush, unahitaji Leonida, anahitaji Emil, kila mtu anahitaji mwingine. Na sasa divisions zinatoka wapi ndani mwenu kama si kwa ujinga na upumbavu na tamaa yenu nyinyi wenyewe? Mnatafuta vitu ambavyo hamuwezi vipata. Bwana asifiwe. Walikuwa wanatafuta nini?
Ndio Paulo anasema mnatafuta vitu ambavyo hamuwezi vipata. Walikuwa wanatafuta nini? Neno nasema ya kwamba tulitengenezwa kwa community. We were fashioned for fellowship. Mtindo wetu ni wa ushirika. Kwa sababu ya mwito. Kitu ya kwanza, msingi wetu ni ile mwito tulioitwa nao. Tuliitwa na mwito, tukatolewa kule nje, tukafanyika members. Tulipofanyika members ya kwamba tukajengwa, Kristo mwenyewe akiwa pila, nguzo na msingi wa haki. Na katika haki hii ambao tumejengwa, sasa anasema kwamba hatukutuita tu tuje kujengwa, tuamini katika ujenzi huo ambao aliweza kutujenga pamoja kama Asem Kibera. Bwana asifiwe. Ya kwamba we were formed for a family. Family ni watu ambao wako pamoja vile tuliko. Na katika familia wanakuanga na sheria zao na mambo yao na mila zao na desturi zao. Kama familia, kama jamii. Sasa sisi kama jamii ya Mungu, kuna sheria za Mungu, desturi za Mungu, mambo ya Mungu, vyakula vya Mungu, kila kitu ambacho familia ya Mungu inaweza taka. Kwa hivyo Mungu alituform kwa hizo family tuweze kushiriki vitu vyetu kama familia. Yeye akiwa baba wa nyumba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna haja mtu aseme yeye ako peke yake. None of us can fulfill God's purpose by himself. Lazima. Hata pastor hawezi fanya kazi ya Mungu bila nyinyi. Atahubiria nani? Kristo peke yake ndiye alisema anaweza hubiria mawe. Bwana asifiwe. Amen. Pastor ajiweke tu kwa miti, nyinyi miti, haleluya, itasema amen. Haiwezi. Acha aende tu kwa mawe kama pale kwa reli. Aanze kuhubiria chuma nyinyi, msiposikia neno la Mungu, haleluya, sema amen. Clap for Jesus. Mawe itafanya. Anahitaji watu wa familia ambao Kristo amechagua wamdhihirishe katika ulimwengu huu. Wamuwakilishe katika ufalme huu wa duniani. Bwana asifiwe. Amen. Neno linasema ya kwamba ndani yake jengo lolote limeshikamanishwa pamoja na kusimamisha ili kuwa hekalu takatifu. Jengo lote, kwa sababu wewe ni mawe, huyu ni mawe, huyu ni mawe. Sisi wote ni mawe madogo. Kristo akiwa jiwe kubwa la pembeni na yeye mwenyewe ndio msingi. Kwa hivyo neno linasema kwamba kila jiwe limesimamishwa. Amen. Kila mjengo umesimamishwa na umeshikamanishwa. Bwana asifiwe. Kuna wajenzi katika nyumba, wanapochukua kokoto na sijui na mchanga, wanaweka simiti na maji, wanakoroga. Wakisha koroga, wanaiweka. Kama ni block wameweka, wanaweka hiyo, na sijui wajenzi wanajua hiyo, wanaweka katikati ya block kama hiyo concrete, si ndio mmetengeneza, inashikamanisha mawe. Ndio nyumba inakuwa strong kwa sababu imejengwa na imeshikamanishwa. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba kwa sababu sisi ni jamii ya Kristo, tumeitwa kila mtu kukua katika familia hii. We are joined together. Bwana asifiwe. Amen. Joined. Amen. Kuunganishwa. Ama kujua ni kushikanisha. Si ndio? We are joined. Tumeshikanishwa. Ni kama mawe na simiti zimeshikanishwa. Amen. Alafu si kushikanishwa tu. We are built
together. Tumejengwa pamoja. Tumeshikanishwa. Tuliposhikanishwa tumejengwa. Bwana asifiwe. Amen. Pamoja. Alafu tumekuwa members together katika Kristo. Tumekuwa warithi pamoja. Kwa sababu tunataka ufalme sisi wote. Wewe unakimbia, huyu anakimbia, huyu anakimbia, huyu anakimbia, na goal yetu ni moja. Basi sisi wote, familia yote, tumefanywa warithi katika kitu kimoja ambayo ni goal yetu sisi wote. Sijui kama ASEM kuna mtu ana goal yake tofauti. Kwa sababu tukiwa na goal moja italazimisha tukimbie pamoja. We were fitted together, fixed. Yani pahali ulipo Mungu aliona unaweza na uko hapo na amekufix hapo. Yani hiyo space ilikuwa, Mungu akajua unatoshea. Sasa alikufix kwa hako ka space na ukatoshea, uko hapo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kazi ya Mungu kwa mwanadamu si ajali, si accidentally ati wewe umefanyika kuwa mtu wa kufagia kanisa. Mungu alijua that is your place. Alikufix pale kwa sababu aliona hiyo nafasi wewe unawezana nayo. Bwana asifiwe. Akafix mwingine mahali vile Pastor David ama huyu ako kwa mitambo. Anaweza chukua kitu afix mahali inatakikana, akijua nikiweka hapa kama ni ya kutoa sauti, sehemu yake ni ya kutoa sauti. Kwa hivyo Mungu alikufix na akasema kwamba akatufit pamoja. Yani wewe uko hapo, mimi niko hapo, sisi wote tuko sawa. Kwa sababu tuko familia na tunajenga nyumba. Hasa dirisha ikisema mimi sitaki kuwa kwa mlango, itafanyika nyumba? Mjenge nyumba, msiweke mlango. Mlango iseme mimi sitaki kuwa mlango, muingilie kwa madirisha, itakuwa nyumba. Bwana asifiwe. Paa nayo iseme mimi sitaki kufunikwa, nyinyi mkae tu hall, itakuwa nyumba? Hapana. Kwa hivyo Mungu aliweza kusababisha kila mmoja alipotuita, kila mmoja alikuwa njia yake. Mimi sijui ulikuwa wapi. Mimi nilikuwa kwangu kule. Mungu mwenyewe anajua penye nilikuwa. Na akaona huko sifai, akanitoa. Na si kwa nguvu zangu, neema yake tu. Akanitoa, akanileta pande hii. Wewe akakutoa. Ametoa mtu Burundi, ametoa mtu Kisii, ametoa mtu Meru, ametoa mtu Western, Maragoli. Tumekuja kukutania hapa. Kwa nini? Si uchangae. Kwa nini tuko pamoja? Wewe ni Mkisii, Mluya, huyu Mjaluo, huyu Mkikuyu, huyu Mburundi, huyu Mlwanda, Mtanzania. Kwa nini tuko pamoja katika ASEM? Ni kwa sababu Mungu alikuwa na lengo lake, kutufanya sisi tuwe nyumba yake ambayo ataishi milele. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba we were held together. Sisi tulishikwa pamoja. Kwanza tulijoiniwa pamoja, we were joined together. Second, we were built together. Third, we were made to be members together. Hakuna ati mmoja abaki nje, wa Apollo na wa Paulo, sisi wote. Alafu tumekuwa warithi pamoja, tumekuwa fitted sisi wote pamoja, na tumekuwa held to. Asa Mungu anatubeba sisi wote. Bwana asifiwe. Amen. Mungu akiamua kubeba ASEM, hata beba vile tuseme mvua, nyumba imejengwa, iko sawa, iko fitted, iko sawa. Alafu kufanyike wale watu wanabomoanga nyumba, wale walete hiyo kitu ya kubomoa. Sina ingianga na inatoa, kama ni dirisha inabeba na dirisha, yani inabeba na kila kitu ambacho kiko ndani, si ndio? So Mungu wetu alituweka pamoja, na kwa hivyo ametushika sisi wote pamoja. Hajawachilia mtu aanguke mwingine kule, kwa sababu tulikuwa joined, tumeshikamana. Basi ametubeba sisi wote katika umoja, na hivyo tutakuwa caught up together.
wakati hata kama itakuwa ni rapture ama itakuwa nini, sisi wote kama ni kunyakuliwa, tukiwa katika imani moja, njia moja, ushirika mmoja, kila kitu kimoja, hata unyakuzi ukifika tutanyakuliwa pamoja. Bwana asifiwe. Kwa sababu sisi tumefanyika jamaa. We discover our role in life through our relationship with others. Kila mtu anatambua ama anajua kazi yake ama kile anachokifanya kupitia kwa ushirika. Kama vile tuliingia ASEM, tuseme hata example tuko hapa, hatungejua Joani ni worshiper, hao tungejua aje? Asingesimama na aimbe hata siku moja tukajua kumbe ni mwimbaji. Tumekuanga na Kefa, vile tulianza na Kefa akiingia kwetu, hakuwa mwalimu, si alikuwa tunashiki tunapiga makofi pamoja lakini vile siku aliyosimama na akafundisha jambo, sema Kefa ni nani? Ni mwalimu. Bwana asifiwe. Kwa sababu role yake aliyoicheza, kitu alichokifanya kilimu open, akajulikana yeye ni nani. Kwa hivyo katika ushirika ambao tuko nao, ni ombi langu ya kwamba Mungu atusaidie tuishi katika kupendana. Jinsi ya neno letu la asubuhi, Mungu alipokuita na aliponiita na alipoita hata pasta, Mungu alijua madhaifu ya kila mtu. Si yeye mwenyewe ni muumba. Alijua kuna mtu ako na vidole virefu, mwingine ni vifupi. Hapa watu mnatoshana, kuna warefu na kuna wafupi, kuna weusi na kuna weupe. Lakini Mungu mbona hakuchagua weupe awache weusi? Mungu aliita kila mmoja na alijua kila mmoja ana madhaifu yake. Na madhaifu ya mwanadamu haiwezi zuia Mungu kufanya kazi yake ndani ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Kitu cha kwanza alipokumba, kaambia Jeremiah, I knew you while you were still in your mother's womb. Na nilijua kazi ambayo utaifanya. Sasa Mungu ni kigeugeu. Kama aliambia Jeremiah anajua. Na ukweli Jeremiah, kwa sababu Mungu alikuwa anajua kazi yenye atafanya, alifanya kazi kwa Jeremiah akiwa mdogo. Hata Jeremiah akisema mimi ni mchanga bado, mimi ni myanga. Ambia si mimi ndio nilikuambia, nilikujua ukiwa tumboni. Nilijua utafanya. Haijalishi uyoungness wako, mimi Mungu nimesema. Na kupitia hapo akatumia Jeremiah na Jeremiah akafanya kazi yake. Bwana asifiwe. Mungu kuita Musa. Musa alikuwa stamara, mtu wa kigugumizi, haezi tamka haraka. Mnajua watu wa kigugumizi. Bwana asifiwe. Kuna mmoja kwa familia yetu wa kigugumizi. Hasa kuna wakati tulikuwa na ng'ombe ingine, tulikuwa tumefuga ng'ombe. Babangu alikuwa amefuga ng'ombe. Hizo ng'ombe za hizi half caste zilikuwa hazijafika huko nyumbani. Hasa akaenda kanunua, akapewa ng'ombe kutoka Kitale, mtu akambariki na ng'ombe. Hiyo ng'ombe tulikuwa tunaita Joginda. Kwa sababu ilikuwa hakunako mtu alikuwa kwa area na ng'ombe kama hiyo black and white. Na sisi ndio tulikuwa tuko na hiyo ng'ombe, na ilikuwa ng'ombe nzuri. Hasa hiyo ng'ombe tuliipenda sisi wote. Hata baba alikuwa na ipapa, yani ni ng'ombe nzuri na imepewa jina, sijui hiyo Joginda ni jina gani. Hiyo ng'ombe tulikuwa na. Sasa wakati mmoja ndio ujue shetani iliweza kugeuka baba yangu. Kama anatoka kuichukua afungue iende kwa nyumba, ng'ombe ikapita na yeye ikamwangusha chini. Na kuna kijana ni kigugumizi. Sasa akaona pasta anakuja, pasta mwingine huko kwetu alikuwa anakuja kututembelea. Sasa anakimbia. Akaita pasta amwambie ng'ombe imegonga baba, pasta akimbie. Pasta hajisa wako tu sasa na wamesimama. Unajua angesema mara moja pasta angetoka mbio aende kuona, lakini ameguguma, haezi tamka. Sasa pasta anamwambia ni nini? Sema. Na wako pamoja, yani baada ya kimbia aende hajui atasema nini. Bwana asifiwe.
kigugumizi. Sasa Musa alikuwa na kigugumizi, na imagine Mungu anamtuma kwa mfalme. Sasa utaambiaje mfalme maneno shwali? Ati utaanzaje? Lakini Mungu hakuona hiyo. Alijua ni mtu wangu niliteua na ni lazima atafanya. Bwana asifiwe. Na Mungu alipoona hayo alimpa Haruni waende kwa sababu Musa hawezi tamka, Haruni atatamka badala yake. Lakini hata alipofika huko, Musa alipewa tu uwezo wa kutamka na akaongea na Farao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila mtu ako na madhaifu yake. Haijalishi madhaifu yako, hata sitaki kujua, Mungu anakujua vizuri. Jambo ninataka kujua ya kwamba madhaifu yako na madhaifu yangu na ya huyo, tunaweza ungana katika hayo madhaifu, tukafanyika familia moja, tukajengwa pamoja na Mungu akafanya ndani kazi mwetu. Bwana asifiwe. Tusiseme huyu ni wa Apolo na huyu ni wa Paulo. Madhaifu yetu yasitufanye tuweze kukosana na tuweze kukosa na ushirika. Lazima tu neno la Mungu litaendelea. Bwana asifiwe. Ni sisi wenyewe kujikubali na start working on that thing. Jeremiah alipoambiwa utaenda tu na wewe ni youth, si alianza kuomba, Mungu nisaidie katika ujana wangu nifanye kazi yenye umenituma. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukigundua madhaifu yako, omba Mungu, ambia Mungu, kuna uwezekano Mungu uniondolee haya madhaifu, ama unisaidie katika haya madhaifu nikaweze kufanya kazi yako. Madhaifu yasifanye tukose kupendana. We unataka tu tajiri, sasa maskini atakuwa wapi? Na usipokuwa na maskini ya kufanyie kazi, pesa zako zitafanya kazi. We ni tajiri ndio, si unahitaji huyo mtu ako chini akufanyie kazi, umlipeko kwa hiyo pesa yako. Bwana asifiwe. Wewe ni unashona viatu, si viatu zikipasuka watu wakuletee ndio utaona haja, utaona raha ya kazi yako. Bwana asifiwe. Hasa ukikaa na wewe ukana shindano na uzi na hakuna kiatu inakuja, utafanyia nini uzi na shindano jamani? Si mpaka mtu ararue kiatu yake akulete. Na hiyo kiatu ya mtu kuraruka ni madhaifu. Bwana asifiwe. Pasipo hiyo madhaifu utashona kiatu gani? Bwana asifiwe. Kuna watu ni wajinga, wanahitaji kufundishwa. Ujinga ni madhaifu, wanahitaji mwalimu awafundishe. Hasa ukikaa na walimu wako utaki madhaifu ya wajinga, utafundisha nani? Bwana asifiwe. Tushikamane pamoja. Wacha tuwe kanisa ambalo Mungu ameweza kuliita. Mienendo yetu iwe mienendo misawa. Tumeunganishwa na madhaifu yetu, wacha yakae ndani mwetu tukiendelea kuomba. Uzito wetu wa kuungana utafanya hayo madhaifu yaondoke. Bwana asifiwe. Weka simiti pamoja na mchanga, koroga, inakuwa ngumu, unarusha kwa nyumba ina stand, inakuwa firm. Bwana asifiwe. Na hivyo tutaendelea. Na hilo ndio Mungu alituumba kwa sababu yalo. Mungu mwenyewe angejiunganisha nini? Tayari yeye mwenyewe ameungana. Alikuwa Baba, Mwana na Roho na akawa mmoja. Na katika umoja wake tumeona kazi ambayo ameweza kufanya. Kwa hivyo katika umoja tunaweza tukafanya mambo ambayo hata wengine wanaweza wakashangaa. Bwana asifiwe. Niliposoma hili neno nilijihurumia sana. Nikasema ni kwa nini tunajiweka sisi madhaifu yetu inaonekana. Ikawa sasa ni toba. Bwana asifiwe. Kwa sababu niligundua, heri wewe umegundua. Sasa tufanye nini? Tumegundua madhaifu yetu. Tumegundua tulikuwa tumepotoka. Tumegundua weakness zetu tunatembea. Mambo mengi yamejaa ndani mwetu. Vinywa vyetu havijapona. Mama director, sijapona kinywa changu. Nikitembea naona niko sawa, kumbe kuna neno ndani ya kinywa linaweza likakudhuru na wewe ukakuwa hurted. Na mimi ni madhaifu. Je, utanifukuza, utanikemea?
utanikataa kwa sababu maneno ni maovu. Si unisaidie maneno ya kinywa changu yawe sawa. Bwana asifiwe. Uko mdhaifu, utembei vizuri, si nikusaidie, nikushikilie, tutembee katika umoja, kwa sababu we were called to be a family, joined together, fixed together. We will be caught up together wakati Kristo atarudi. Je, ni madhaifu gani yanatufanya tunakosa kuwa katika umoja? Limesema kwamba Mungu anafurahishwa na ushirika. Hapo ndio Roho Mtakatifu anashuka na anakaa na baraka zetu zinakuwapo. Kumbe tumekosesa baraka muda mwingi. Mimi nimegundua hiyo kitu. Kumbe baraka zangu zimelala kule kwa sababu ya madhaifu yangu ambao niliweza kuyaanika, na wewe ukaweza kuyaona, na baadaye ungejifix hapo katika hiyo nafasi, ukawacha tukasambaratikana. Na sasa tunaomba Mungu hatubarikiwi. Tunataka vitu tunataka kwa Mungu haviko, vitoke wapi? Kwa sababu gani? Umoja hauko ndani mwetu. Mmoja ni wa Paulo, mwingine ni wa Apolo. Neno nikasema ya kwamba Paulo ni nani na Apolo ni nani? Mwenye kupanda, mwenye kupalilia, mwenye kumwagilia, wote ni kazi moja tu. Mwenye amefanya kazi nzuri, kazi ngumu, ni yule amekuza hiyo mbegu ikagrow. Bwana asifiwe. Ni mbegu ngapi mnamwagilia maji na haigrow? Unamwagilia inalala. Umelima vizuri, umetengeneza shamba, unakuja unapanda mbegu, haitoki. Na umetengeneza mpaka umeweka mbolea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila mtu anahitaji mtu. Uende juu, uende chini, lazima kuwe na mtu unahitaji ndani ya maisha. Na ndipo sasa Mungu akatuweka kama asema, tuvumiliane, tubebane mizigo yetu sisi wenyewe. Tunapokoseana, tushikane pamoja kama nyumba na jamii. Inua mwenzako. Jackton, inua huyo dada. Leonida, inua Grace. Bwana asifiwe. Muwe katika umoja na Kristo atawachilia baraka zake ndani mwetu. Bwana asifiwe. Lakini najua ya kwamba ni kwa sababu ya uovu wetu tuliokuwa tumejaa ndani. Nikasoma katika neno la Yeremia ninapomaliza. Yeremia 4. Sijui ni Yeremia 4. Yeremia 4 nikasoma kwanza, tusome 3 mstari wa 12. Mungu akatuma Yeremia akamwambia kwamba nenda ukatangaze ujumbe huu kuelekea kaskazini. Rudi Israeli, usiye mwaminifu, asema Bwana. Sitakutazama tena kwa uso uliokunjamana, kwa kuwa mimi ni mwenye huruma, asema Bwana. Sitashika hasira yangu milele. Ungama dhambi zako tu, kwamba umemwasi Bwana Mungu wako. Umetapanya wema wako kwa miungu ya kigeni chini ya kila mti unaotanda, nawe hukutii mimi, asema Bwana. Ya kwamba kwa sababu hiyo tumebomoka, tumeangaishwa, yani hatuko sawa. Vitu zimeingia ndani mwetu, kila mtu ako peke yake, madhaifu yetu yameonekana huku na huku. Basi tufanye nini? Neno nasema kwa nirudieni tu, mimi Mungu sitaweza kuona hayo mambo yenu. Sitatazama tena, sitawatazama na uso ulio. Kwa hivyo Mungu, mtu anapotenda kinyume, anapokataa kukaa vile Mungu anataka, basi Mungu huangalia huyo mtu na uso uliokunjamana kwa sababu ya dhambi na maovu ambayo ametenda. Basi sasa ukinyenyekea, Mungu ni mwaminifu, anasema ya kwamba rudini kwangu tu, sitawaangalia tena na uso wa kukunjamana, sitakumbuka madhaifu yenu, sitashika hasira yangu kwenu milele. Bwana asifiwe. Ungameni dhambi zenu tu, na mimi ni Mungu wa huruma, nitawasamehe. Kwa hivyo huenda ikawa tumeteleza, tumekosa,
Neno nasema ya kwamba katika hiyo Yeremia 4, ikiwa utataka kurudi Israeli, nirudieni mimi, asema Bwana. Ikiwa utaondoa sanamu zako za kuchukiza mbele ya macho yangu, na usiende kutangatanga, ikiwa kwa kweli, kwa haki ya kwa unyofu utapaa, kwa hakika kama vile Bwana aishivyo, ndipo mataifa yatakapobarikiwa naye, na katika yeye watajitukuza. Ikiwa unataka kumrudia Mungu, basi ikiwa unataka kurudi, kwa sababu ya hii mambo tumeongea, mtu ameona ni ukweli mimi madhaifu yangu nimeyaanika, ni ukweli mimi nimeona fulani na madhaifu yake nikakosa kumtia nguvu, ni ukweli mimi niliona fulani nikakosa kumrekebisha, nikachukua. Yani tumeishi machukizo yamejaa ndani mwetu kwa sababu ya vile tulivyo. Basi na sasa hivi kwa sababu ya neno la Mungu ya kwamba umesikia unaweza kurudi. Sasa utarudi wapi? Neno limesema kama utataka kurudi, basi nirudieni mimi Mungu, maana mimi ni mwenye huruma. Sitaona tena yale ambayo nilikuwa nimeona juu yenu, na sitawahi tena kuangalia na uso uliokunjamana. Ungameni dhambi zenu tu, na mimi Mungu wa huruma nitawatenda mema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo je, tumekosea wapi ndio baraka za Mungu zimechelewa ndani ya maisha yetu? Ni wapi tuliangukia? Tumeweka vikao ndani ya hema, tumeanza kuona mimi ni wa huyu, huyu ni wa huyu. Kwa maploti tunayoishi, tumebaguana kwa maploti. Hata mtu anaingia kwa nyumba hii haingii kwa ile ingine. Kazi tunayofanya, niko na kazi nauza, siwezi uzia mama Kushi mboga kwa sababu tuliwacha yeye halipangi, simuuzi. Madhaifu yake ni halipi. Sasa simuuzi kwa sababu halipangi deni. Sinimsaidie kama niko na faida huko, naona mama Kushi halipangi na ni mshirika wangu na sitaki alale njaa. Sinihesabie tu kwa potea. Kwani shilingi 20 ya sukuma na akose kunilipa itafanya nikuwe maskini? Bwana asifiwe. Kuna Emilia atakuja nilipe deni yangu, alikuwa na 100 na mama Kushi ako na 20, alafu nimempa, na Emilia atakuja alipe hiyo, nasema mama ulinivumilia, instead ya 100 kula hata na mahindi ya 20 bob. Hiyo 20 amelipa ile yenye mama Kushi alikuwa amekosa kulipa. Bwana asifiwe. Na hapo ndipo kubebeana madhaifu. Na tunapobebana, Mungu wa majeshi atakuwa kiongozi wa maisha yetu. Kwa hivyo kabla worshipers waingie na kabla waanze kuimba, mtu asimame tu. Worshipers tuelekezeni. Simama tu mahali uliko. Chukua tu nafasi hii. Tuko na madhaifu, na umeona madhaifu ya mtu ukachukulia advantage. Ama mtu amekuchukulia advantage ukaanza kujiuliza, mimi naye ni nani? Kuna watu wengine tumefanyia watu kazi nzuri sana, lakini baadaye hao watu kutulipa, wametulipa machukizo, hasara na vitu ambavyo hata hatukutarajia. Unabaki umejikunja, unasema ya kwamba huwezi saidia mtu mwingine tena. Kwa sababu gani? Nilisaidia fulani na akanionyesha madharau. Na unapokosa kusaidia na Mungu ameweka vitu ndani ya mikono yako usaidie, basi hayo tena ni madhaifu yako. Unakuwa mchoyo kwa sababu ulisaidia mtu na akakosa kusaidia. Mungu hawezi kufurahia hata wewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ambia tu Mungu, nisaidie asubuhi ya leo. Madhaifu yangu wacha nikae nayo, unioshe, unitwakase na niendelee kufanya kazi. Na wacha naye mwingine nimshike awe memba pamoja nami. Sisi wote tuende mbele, tushikamane na tuendelee. Na Mungu wa majeshi awe pamoja nasi. Wanapotuendelea, mtu useme jambo kwa maisha yako.